Mimi ni ule mama ya mtoto mwenye ulinunua. Mimi sikujua. Sasa ndio nawaambia msainunua mtoto mwenye mjui mama yake anakaa aje. Sawa, sikujua. Basi itabidi mimi mwenyewe nitakuja mpaka hapo na nitakuongelesha na niko tu na swali moja yenye nitakuuliza. Umesikia? Sawa. Nikikuja nitakufungua. Lakini ujichune masikio. Umesikia? Nimesikia. Haya. Sawa, asante. Haya. Kuna yule mama ambaye alipatikana na mtoto ambaye ameibwa. Alisema alinunua 50,000. Na ulimpea pesa ngapi ndiye akakupea huyo mtoto? Alikupea pesa? Ulimpea pesa ngapi? 50,000. Ndiye akakupatia mtoto akakuuzia? Mbona? Ndio maana nimekuja kwa sababu alikuwa mgonjwa hawezi kutembea. La kwanza alisema kwamba ule mtoto aliyeiba aliambiwa ndiye amemfunga. Usinidanganye. Kuna evidence. Sikuuziwa mtoto. Mama alikuuzia pesa ngapi? Mimi si alileta kuna mtoto huyu ndiye amemjua. Unajua kwani? Na alikuuzia ngapi? 50,000 na mimi. 50,000 ndiye alikuuzia. Na mimi ili nini unaangalia huyo mtoto nikamrudishia huyu mama juzi tulikaa hapa nikamwambia rudisha huyo mtoto. Mali alitoa. Yenye alitoa. Ndiye amefanya haizi tembea wakati alienda kutembea kwenye uganga. So mimi nilisema hivi. Siamini uganga, siamini uchawi. Nataka huyu mama apeleke hospitalini, atibiwe, akishatibiwa aweze kutueleza alinunua mtoto wapi na ni nani wanafanya na hii biashara na amekuwa akifanya for how long na ni watoto wangapi ambao ameuza wamepitia kwa mikono yake, apatie clients wale wote ameuzia ndio tuweze kumsaidia. Na kumsaidia ni kumpeleka mahali wengine walipelekwa kufuata mkondo wa sheria. Kwa sababu kama mtu unataka kununua mtoto, fuata zile procedures ambazo zimewekwa na serikali za adoption. Uwendi tu ukaokota mtoto ukauziwa. So I'm here nimpeleke hospitali, nimekuja na ambulance. Kwa sababu mzee wake tulipomchukua alibaki peke yake. Na nikakaa nikaona huyu mama ataumia na kweli anaumia kwa nyumba yako peke yake. Ako na right ya kupata healthcare, kisha atueleze vile alinunua mtoto, vile walipanga kununua mtoto, kwa sababu akikaa hapa peke yake tumpoteze, hatutakuwa tumepata solution. Sisi tumetafuta Musiria na we have right to talk with Musiria. Kwa sababu tukimwacha agonjeka apotee ama tumpoteze, hatutakuwa na mtu wa kutupatia mahali ameuza watoto wa watu. Mimi nasema aje. Usiongea na hiyo ukiwa na hiyo kwa mdomo itafunagi hivi. Hata hizo roba. Ama TikTok. Ana utame kwanza. Hata ndio Musiria lakini niko na comment. Sawa. Sema kwanza. Anajua tena lakini niko na comment. Sawa, niko na nyinyi. Positive comment. Sawa, tema hiyo ukuje upeane hiyo comment. Na Ogaobina. Ogaobina mwambie na wewe kuja hapa mwambiana hapa. Wache. Hebu ambia hapo. Ogaobina. Achana na katibu mkuu. Wewe endea Mbabuge. Ndio tulia. Musiria ametuita. Tema hiyo uko nao wa mdomo. Wewe. Tema chapa. Huyo mama ni yule tulipata watoto wawili kwake wameibwa. Mzee wake akashikwa, yeye atungemchukua akiwa mgonjwa. Kwa sababu alibaki peke yake na nikasema ako na haki ya kupata matibabu. Kisha na yeye apelekwa atueleza hawa watoto anapochukua akiuziwa 50,000 anapeleka wapi. Sawa? Wale ambao wanaiba watoto waache. Huyo mama aliiba watoto wawili alafu akaanza kugonjeka. Akaambiwa ndiye apone arudisha watoto wapi? Kwa wazazi. Huyo mmoja mwenye alikuwa anamletea shida akarudisha kwa jirani yake mwenye alimuuzia ule Mkisi. Huyo mama Mkisi kwa sababu aliiba huyo mtoto, mzazi wake amepatikana na Tanga town. Aliiba huyo mtoto, alishindwa kumrudisha, si ndio? Kisha
wakati nilipata information nikakuja nikarescue watoto wawili na askari wa vila walinisaidia sana. Na sasa kwa sababu huyu mama alibaki peke yake, niliona akikaa anaweza kufa. Na mimi niko na utu, hata kama ni mwizi pia yeye ana deserve kupata matibabu. Ile siri hatutaka governor tunakupatia. Tunataka kufanya. Now kuna huyo mama ambaye mama mtoto. Niliongea na yeye na alisema atakuja kuongelesha ili aweze kukufungua. Mimi aliniambia hivyo. Yeye ni maombi alifanya. Hata ndio nampigia. Nitamwambia kuje Mbagathi, nitamleta Mbagathi. Sawa. Alisema ukimuomba msamaha atakufungua. Sawa. Hata ndio nampigia saa hiyo, acha nione kama atachukua sababu tulikuwa tumeongea na yeye. Yule mama aliyepatikana na mtoto niko naye. Nampeleka hospitalini. Na huyu mama anateseka sana. Kile kitu najua kuna mahali ulitembea. Tafadhali. Si nitakupeleka umpata kuombe msamaha umfungue. Hebu ongea kwa sauti ya kusikia. Akiongea na mimi nitafungua. Hebu ongea kwa sauti sikupati. Unasema aje? Nasema. Itabidi niombe msamaha juu sasa. Lakini itabidi niombe msamaha, muongeleshe pia. Kwa hivyo akikuomba msamaha muongeleshe atafunguka atatembea? Atatembea. Uko sure? Hii siri utanipatia. Ndio mtu akiniiba na mimi nafanya hivyo. Sawa? Halo? Na huyu na mtoto utamuona Monday. Uliripotingi kesi wapi? Central ama KICC? Nilienda Central, nikaenda Kamkunji. Nikaenda mpaka Kilimani. Mpaka Kilimani? Sasa mimi nafurahia sana kwamba umepata mtoto wako. That's the most important thing. Ya pili, nataka kujua hii siri yako ya kufunga ni gani, so that tupatie Wakenya hiyo password. Mtu akiibiwa anaenda anamfunga tu mara moja hivi ili tuweze kumaliza shida ya wizi na hata askari waweze kupumzika kidogo. Si ndio? Asante sana. Mam, si umesikia ameongea? Madhe, si umesikia? Amejiongelea ako ready kukufungua. So, after Monday nitamleta. Madam, mpatie shwariti yako. Mama ako hapa anateseka. Mwambie ni huyo. Sema hello mam. Hello. Yes. Habari yako? Nzuri. Mimi ni ule mama ya mtoto mwenye ulinunua. Mimi sikujua. Sasa ndio nawaambia msinunua mtoto mwenye mjui mama yake anakaa aje. Sawa. Sikujua. Sasa itabidi mimi mwenyewe nitakuja mpaka hapo na nitakuongelesha na niko tu na swali moja yenye nitakuuliza. Umesikia? Sawa. Nikikuja nitakufungua. Lakini ujichune masikio. Umesikia? Nimesikia. Haya. Sawa, asante. Haya. Umesikia mam? Amesema atakuja kufungue lakini ujichune masikio. So hapa mimi nimeona a lot of science happening. This magic is what I want to learn. Madam, hii magic utanifunza ndio mtu akinikosea na mfunga hivi, lakini ikuwe ya Mungu, isikuwe ya kishetani. Cha muhimu umepata mtoto. Kwa hivyo nitakupeleka kwake umfungue. Utanipeleka kwake? Ukimfungua nitakuamini, nitakupeleka kwa serikali sasa usaidia askari kufanya kazi. Sawa. Wewe umepata kazi. Wewe utachukuliwa na serikali wasaidia kufunga wale wezi wanaiba, wanafungika hivi, wanarudisha vitu ya wenyewe, watu wasiibe. Sawa.
Hiyo stretcher hii ilitoka kama utakuwa So huyu mama tumemfikisha hospitali. Nilisema na deserve healthcare. Huyu ni yule mama ambaye tulipata watoto wawili kwa nyumba yake. Mmoja aliuziwa 50k. Akaambiwa huyo ndio amemfunga hawezi tembea. Na kwa sababu mzee wake aliweza kukamatwa na akapelekwa polisi kulingana na mtoto kupatikana kwa nyumba yake, lakini mama ndio mwenye kununua, na tumeongea na yule ambaye mama mtoto na amesema kwamba atakuja kumfungua kwa sababu aliambiwa yeye amemfunga na wameongea na yeye. So nimemleta hospitali atibiwe, kisha akishapona aweze kusaidia katika uchunguzi na tujue ni vipi mtoto alifika kwake na ni watoto wangapi ambao wamepitia kwa mikono yake. So mama, utatibiwa. Ule mama simeongea naye kwa simu. Nitamleta akufungue bila amekuambia. Sawa? Pata utakuwa sawa. Uko in safe hands sasa. Uko na kitambulisho yako? Na uko na SHA? Umelipa mpaka saa hii? Inafanya? So nitakupatia dada mmoja hapa atakushughulikia. Sasa uko safe. Sasa?